Hataki kila saa tunalipia bills za hospitali, tunasaidia watoto wenu mmeacha mayatima. Hiyo dakika 5 unajaribu kusave, jameni, inachukua maisha yako yote. So we must be very careful on that, on the issue of road safety, ili tuwe na order. Ya pili, mimi naomba, kwa sababu kwa county hizi tutasema, ukiwa na bodaboda lazima uwe ndani ya sako. Yes, lazima uwe ndani ya sako. We say if you want to go far, if you want to go fast, go alone, but if you want to go far, you go with others. Your unity must be your marching anthem, because once you're better organized, then you're better recognized. So tafadhali tutawapatia muda, tutaconsult na waziri na NTSA, by which time vile tu matatu tuleka zote kwa sako, bodaboda zote lazima ziwe kwa sako. Na zaidi ya hiyo, muwe na identification. Tunajua hii sako ni ya Kayole, hivi ndio wamevaa. Tunajua hii sako ni ya Ngong Road, hivi ndio wamevaa. Ama ni aje? Ili wale watu wawili watatu ambao wanaleta jina mbaya, we can identify them. Yeah? That is the best way for us to operate. Na itatusaidia pia ku negotiate. Your Excellency, tunashukuru wao microfinance ambao wamekuja, kwa sababu banks hazingepatia hawa watu mkopo ya kununua motorbike. Lakini akina hawa Mogo credit, watu credit, mtu unanunua bike ya 150, by the time umelipa imekuwa ni 300,000. And you have to pay daily. Unapata saa nyingine mtu amengangana, amelipa, amekuwa mgonjwa wa 1 month, you even pay 200,000, unachotwa. Ile 200,000 umelipa inaenda. Hiyo sio utu. We want to ask for us to regularize that sector, so that even as you give the loan to na, utu kidogo, humanity, hiyo interest ni kubwa sana. Na pia muwe na, you can't, mtu hawezi lipa 300,000 ama 100 alafu akose mwezi moja ama mbili umnyang'anye. When we release the impounded bikes,